الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا فاسق. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أحبتي في الله، أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله. Baada kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anapokea al-Imam Ibn Majah katika sunani yake na vile vile al-Imam al-Bayhaqi katika Shu'abul Imani na vile vile al-Imam ad-Dailami katika Musnadul Firdaus kutoka kwa Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amesema, as-siyamu nisfu as-sabri wa ala kulli shay'in zakah wa zakatul jasadi as-siyamu. Asema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, as-siyam saumu nisfu sabri, binusu ya subira. Kisha akasema wa ala kulli shay'in zaka, na kila kitu kina zaka. Wa zakatul jasadi, na zaka ya mwili. As-siyam ni saum. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katubainishia katika hadithi kama hii mafungamano makubwa yaliyoko katika kati ya ibada ya saumu na khuluq ama tabia ya subira. Bali katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallama akauita huu mwezi wa saumu, mwezi wa Ramadhani, kuwa ni mwezi wa subira. Akatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, na hadithi imepokewa na Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Sayyiduna Abu Qatada radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, saumu shahri sabri wa 3 ayamin min kulli shahr saumu ad-dahr. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, saumu shahri sabri, kufunga mwezi wa subira. Akauita mwezi wa Ramadhan, mwezi wa saumu, kuwa ni mwezi wa subira. Akasema wa 3 ayamin min kulli shahrin, na vile vile kufunga siku 3 katika kila mwezi katika miezi mingine. Ina nini ya Rasulullah? Nini anachokipata muumini anapojipamba na sifa ya saumu katika kipindi kama hichi? Anasema saumu dahri ni kama kufunga mwaka mzima. Lakini ikaja katika riwaya ya al-Imam Ahmad katika musnadi yake kutoka kwa Sayyiduna Yazid ibn Abdullah ibn Shikhir radhiyallahu anhu, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, saumu shahri sabri wa 3 ayamin min kulli shahri, kufunga mwezi wa subira na siku 3 katika kila mwezi. Yudhhibna wahara sadri, akatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, zinaondoa wahar za kifua. Maulama wanatuambia waharu sadr ni waswas
Ama waswasa unaopata mtu katika kifua, dhiki, hamu, ghamu, chuki, mafundo, yani kila unachokijua katika maradhi yanayohusibu kifua yanaondolewa na nini? Kufunga mwezi wa subira na kufunga siku 3 katika kila mwezi, na zinginezo katika ahadith za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, akiambatanisha kati ya saumu na kati ya subra. Bali ukirudi katika Al-Qur'an Al-Karim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituambia wasta'inu bis-sabri was-salah, takeni msaada kwa kupitia subira na kwa kupitia swala. Ukirudi kwa mufassirin kama Sheikhul Mufassirin Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari radiyallahu anhu, lakini vile vile Al-Imam Al-Qurtubi katika tafsiri yake na wengineo wanasema kilichokusudiwa hapa kwa neno subira maana yake ni as-sawm ama as-siyam, funga. Yani ukiamba wasta'inu bis-sabri, takeni msaada kwa subira, yani takeni msaada kwa kupitia saumu, kwa sababu saumu ndio subra, was-sala na vile vile kwa kupitia swala. Kwa hivyo ukiangalia ayat, ukiangalia ahadith za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, utaona namna gani zinafungamanisha vitu viwili hivi, saumu na subira. Kwa nini? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alayhi anasema kwa sababu katika ibada ya saum katika mwezi wa Ramadhani kuna kusanyika ndani yake sampuli zote 3 za subira, kwa sababu subira zipo sampuli 3. Kuna sabru ala taa, na kuna asabru anil maasi, na kuna asabra ala almasaib. Kuna subira unafanya subra kwa ajili ya taa. Taa si kitu hafifu. Subira kama wanavyoeleza baadhi ya maulama kuwa ni pawa ambayo kwamba inakuwa ndani ya mtu ya kuvimilia picha ya nje isiyofurahishi ya nafsi, lakini kwa ajili ya kupata ya ndani ambayo kwamba ni yenye kumangazia na kumpatia bishara ya mema. Sababu yoyote ule ambaye kwamba anajipamba na sifa ya subira, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfungulia milango, akamnawirishia njia yake, na kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, was-sabru diyaun, na subira ni mwangaza. Yeyote ambaye kwamba anajipamba nayo, Mwenyezi Mungu anamwangazia njia yake, hapotei kule anapoelekea. Kwa hivyo zote sampuli 3 za subira zikawa zitakusanyika katika mwezi wa Ramadhani. Asabru ala taa, kusubiria taa. Taa si kazi ndogo kuisubiria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa wa'mur ahlaka bis-salah, waamrishe watu wako na ibada ya swala, kisha wastabir alaiha, ufanye subra juu yake, uishikilie. Si kazi ndogo. Ndio maana katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akatuambia wa innaha lakabira illa ala al-khashi'in, hii swala si jambo dogo, ni kubwa, isipokuwa kwa wale ambao kwamba wamepambika na sifa ya khushu', kwa sababu tayari washaishikilia, wakahisi ladha yake, wamefika katika kiwango halikuwa tena ni jambo kubwa kwao, kwa maana kuwa labda ni mzigo, kuna uzito ndani yake, bali watamani wakati wake ufike ili wapate kuingia katika ile ibada, wapate utulivu wa nafsi zao, kama ilivyokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akihisi dhiki anakimbilia katika sala. Anatuambia Sayyidatuna Aisha Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, anasema kana idha karabahu amrun au hazabahu amrun fazi'a ila salah. Mtume alikuwa akipatwa na dhiki, akipatwa na jambo kubwa, anakimbilia kwenda kuswali, kwa sababu anajua kule ndo atapata utulivu. Na kama alivyotuambia katika hadithi nyingine, waju'ilat qurratu aini fi salah, imejaliwa kitulizo cha jicho langu kipo katika sala. Na ndo maana wakati ukifika alikuwa akimwambia Sayyiduna Bilal, arihna biha ya Bilal, tupe raha kwa kupitia swala. Kwa hivyo kuna wale ambao kwamba ni khashi'un, wana sifa ya khushu', kwao swala limekuwa ni jambo la starehe. Lakini kwa wale ambao kwamba hawajafikia hicho kiwango, swala kwao ni kabira, wa innaha la kabira illa ala al-khashi'in. Kwa hivyo katika kujipamba na ibada kwa hitajia subira,
kwa sababu leo wewe uamke alfajiri, una usingizi, ukate usingizi wako, lakini vile vile pengine ushike maji ya baridi katika kutawadha, uje msikitini kuiswali swala kama ile. Si kazi ndogo, yataka majuhudi, yataka kupiga moyo konde. Mchana mzima una uwezo, pesa unazo mfukoni, vyakula unaviona mbele yako, kullu ma ladha wa tab, kila kilichokuwa kizuri kiko mbele yako na uwezo wa kukinunua unao, lakini unajizuia kwa sababu Allah amekwambia ujizuie. Allah amekwambia usile, usifunge. Umeizuia ile nafsi yako, ni as-sabru ala taati. Lakini vile vile sampuli ya pili ni as-sabru anil maasi, kusubiria maasi. Kuhitajia subra vile vile katika maasi, kwa sababu maasi yanapendeza kwa nafsi ya mwanadamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatil naru bishahawat. Moto ama mpepo imezungukwa na mambo ya kuchukiza. Niamke asubuhi, nishike maji baridi, mambo kidogo ya kuchukiza kwa nafsi. Lakini vile vile Mtume anatuambia wahuffatil naru bishahawat, na moto umezungukwa na shahwa, matamanio, yale mambo ambayo kwamba yanavutia kwa nafsi, yanayopendwa na nafsi, ndio alozunguka moto katika maasi sampuli mbalimbali. Kwa hivyo unapojizuia na maasi kwa hitajia subra ya hali ya juu sana, kwa sababu unaliona hili mbele yako, lakini ukawa utainima nafsi yako, ukasema sifanyi kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Linapatikana vile vile katika mwezi wa Ramadhani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza katika hadithi yake aliposema, fa in sabahu ahadun au shatamahu falyakul inni saim. Atakapokuja mtu akataka kuchemsha damu, akataka kukutoa maneno mabaya kwa kupitia kukutukana, kwa kupitia kukutolea maneno machafu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia useme nini? Falyakul inni saim, aseme mimi nimefunga. Kwa maana mwenye kufunga anajipamba na subira, mwenye kufunga harudishi baya kwa baya, mwenye kufunga hachafui ulimi wake kwa maneno machafu. Asabru anil maasi, atakana mtu ajipige konde, atakana mtu aidhibiti nafsi yake taban mwaka mzima, lakini hasa katika mwezi wa Ramadhani, kutokamana na hurmatul waqt, kutokamana na hurma ya mwezi kama huu. Ikiwa miezi yote ulikuwa ukifanya dhambi, basi hata katika mwezi huu, ya dha alladhi ma kafahu dhanbu fi Rajab hatta asa rabbahu fi shahri Sha'ban. Ewe ambaye kwamba hukutosheka kumwasi Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Rajab, mpaka ulipoingia mwezi wa Shaaban ukaendelea kufanya maasiya, kad adallaka shahru sawmi ba'dahuma fala tusayirhu aidan shahra isyan. Asema umekuingilia mwezi wa saumu, umekuingilia mwezi wa Ramadhani baada ya miezi hiyo miwili ya Rajab na Shaaban, basi usiufanye mwezi huu vile vile ukawa ni mwezi wa maasiya. Hatari sana. Na ukisoma katika akhbar za waliotangulia utaona mazito yenye kushtua kwa wale ambao kwamba hawakutambua hurma ya mwezi wa Ramadhan, wakaendelea kufanya maasi mpaka katika mwezi wa Ramadhan. Anapokea al-Imam Ibn Abi Dunya katika kitabu Dhammi Sukr kutoka kwa bwana anajulikana kama Al-Qaratisi, Muhammad ibn Abdullah. Anasema, nilikuwa na jirani mudminun lilkhamri. Huyu bwana alikuwa ni mraibu wa kunywa pombe, sio kunywa mara moja kupotea njia, anakunywa mpaka amekuwa ni mraibu wa kunywa pombe. Asema huyu bwana ilipokuwa Ramadhani imekaribia, akatokwa na maneno, akasema, daani shahru siyami la ka'la min shahri wala sumtu ba'dahu shahran akhir ad-dahr. Angalia maneno yalivyokuwa mabaya na mazito. Asema limeitwa na mwezi wa Ramadhani unakaribia ukuingia, unaniita Asema la kana min shahri, singekuwa kama mwezi kama huu. Ya latif, watu wa utamani, watu wa ukongowea unapokaribia, wanaukaribisha, wana hamu ya kupokea ufike kutokana na khairati zilizoko ndani yake. Salafu walikuwa wakiukaribisha kwa miezi 6 na wakiwaga kwa miezi 6, kama wanavyotuambia maulama. Miezi 6 wanaukaribisha mwezi wa Ramadhani na miezi 6 wanauaga. Na hapa pengine mtu atauliza swali, mbona kihisabu haliingiani hili? Manake ukisema miezi 6 wanakaribisha, kisha umefika na Ramadhani 7, kisha miezi 6 wanaaga, ni 13. Hakuna mwaka wenye miezi 13.
Lakini hii ni kukuonesha kuwa ule mwezi wa Ramadhani pia unahesabika katika ile sita, kwa maana wakiwa ndani ya Ramadhani bado wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awadumishe katika khairati zake, bado wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiuondoe kwa haraka mwezi kama ule. Mpaka ndani ya Ramadhani bado wao wanaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape khairati zake. Sasa salafu walikuwa wakiukaribisha miezi sita. Huyu bwana anasema wala usingekuwa mwezi kama huu, wala sumtu shahran ba'dahu au wala sumtu ba'dahu shahran akhir ad-dahr, wala sitafunga mimi baada yake mwezi wote, umri wangu wote. Shekhe bana nakwambia utaishi sana. Anasema Al-Qaratisi Muhammad ibn Abdullah, yule bwana fa usiba bis-saram, akapatwa na maradhi ya kupoteza fahamu. Wa kana yusra'u fil yawmi marratan au marratayn, anaweza kupoteza fahamu mara moja mara mbili kila siku. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na moja katika kwa huo mtihani. Lakini kubwa zaidi asema ilipokuwa siku ya mwisho ya Shaaban kabla kuingia Ramadhani, Mwenyezi Mungu akaichukua roho yake akamfisha. Ya Allah, umesema mwenyewe hutaki kufunga mwezi wa Ramadhani. Baada ya hapa Mwenyezi Mungu ameichukua na roho yako. Katika hali kama hiyo ya sukr utakuwa katika hali gani? Lakini ametaja vile vile al-Imam Ibn al-Jawzi katika kitabu Al-Birri was-Sila, anasema ametaja kisa cha bwana aliyejulikana kama Muhammad ibn Harun al-Balkhi. Huyu bwana pia alikuwa na mtihani wa kunywa pombe, na alikuwa kinywa mpaka akiwa chakari, yani kinywa mpaka akirewa, hawezi hata kutembea, akifika haddul kamal kama wanavyosema. Huyu bwana amekwenda akalewa siku hiyo, na usiku wa kwanza wa kuingia Ramadhani amefika nyumbani, mamake anamtazama, ile hali haijamridhisha. Amwambia, mwanangu, watu kesho watainuka wakiwa ni swaimun, wenye kufunga, na wewe utainuka ukiwa katika jumla ya sukara, ya walevi. Huogopi usiku wa kwanza wa Ramadhani unakwenda bado kufanya maasi kama haya? Ile mtoto yuko katika hali ya sukr, na Mtume ametuambia ni rasul kabair, ndo kichwa cha madhambi makubwa, ama ummu alkabair, ndo mama wa madhambi makubwa. Hatari sana ulevi. Ile mtoto bila kujua akamchukua mamake akamtia katika tanur, katika jiko na linawaka. Mamake mzazi kwanza amempiga kofi, akaanguka chini, akamchukua akamtia katika tanur. Akija fahamu zinaanza kuja akhirul layl, anamwona mke wake anatetema mbele yake. Anamwambia, una nini wewe, mbona unatetema? Amwambia, niondokee, unataka kunifanya kama ulivyofanya mamako? Amwambia, mamangu nimefanya nini? Amwambia, nenda kwenye tanur, katika jiko, ndo kamwangalia. Akienda kule amekuwa makaa, ameungua yeye mzima. Akamchoma mamake katika usiku wa kwanza wa Ramadhani. Natija ya nini? Ya maasi ya yale ambayo kwamba ameshindwa kujizuia nayo ya ulevi. Al-Imam Ibn Hajar al-Haytami katika kitabu Zawajir amepokea, anasema kuna bwana katika walokuwa wakifanya kazi ya kufukua makaburi na kuzika watu, asema alikula kiapo, aqsama ala Allah, asema alikula kiapo bwana huyu, akasema hakuna yoyote katika walevi ambao kwamba niliwazika katika mwezi wa Ramadhani isipokuwa nyuso zao ziligeuka, zilikataa kuelekea kibla, zikaipa mgongo kibla. Ya Latif. Hii yote ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutochunga hurma ya wakati. Hivi ni visa vichache tumevitoa katika suala moja tu linalohusiana na ulevi, na ni wangapi leo mpaka ndani ya Ramadhani bado wanalewa? Sasa tujiulize, ni wangapi mpaka ndani ya Ramadhani wanakula riba? Ni wangapi mpaka ndani ya Ramadhani wanacheza kamari, wanabeti? Ni wangapi mpaka ndani ya Ramadhani wanaiba? Ni wangapi mpaka ndani ya Ramadhani wanasema uongo, wanafanya hili na lile bila kuogopa hurma ya mwezi kama huu? Kwa hivyo asabru anil maasi yahitajika kote, lakini hapa katika Ramadhani ndo unaandaliwa ule moyo kuweza kuendelea na tabia kama ile mwaka mzima. Kisha kuna sabru anil masaib, kusubiria masaibu.
Mwanadamu hupitia masaibu mingi. wala nabluwannakum bishaiin min alkhawfi waljui wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarat. Mwenyezi Mungu anatuambia tutawaonja kwa kitu min alkhawf. Mara nyingine anapatwa mtu na masaibu ya hofu, mara nyingine juu, njaa, mara nyingine mapungufu katika chakula ama matunda. Kuna masaibu mbalimbali ambayo kwamba inampata mwanadamu, na hayo unapambana nao vile vile. Katika Ramadhani unasikia tumbo lako linahisi njaa, lakini unajizuia. Unahitajia kufanya shahwa, lakini unajizuia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo unavumilia ile alam, yale maumivu. Hii ni sabra ala almasaib, na ndo natija ya saumu. Mola subhanahu wa ta'ala alipotuambia ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mumefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa wale ambao kwamba walikuwa kabla yenu. Shabaha, hikma yake nini? La'allakum tattaqun, ili mupate kujipamba na sifa ya takwa. Sifa ya takwa ni gani? Ni kufanya maamrisho na kuepuka makatazo. Sabra ala taa wa sabra ala almaasi. Na katika maana za takwa, kama wanavyotuambia baadhi ya maulama, inatokamana na ittiqa, kujikinga. Yani ujikinge wewe wanadamu, usiwe kama hayawani ambaye kwamba sharia yake ni tumbo lake. Sasa ile anataka kula, atamchukua yoyote amshike amle. Kwa hivyo ili wanadamu wasiishi maisha ya pori, ili wanadamu wawe watawahisi wenzao wanaopitia uchungu wa njaa na kiu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawekea shahru siyama, maibada ya saumu, la'allakum tattaqun. Kwa hivyo ibadallah, katika tabia adhimu zipo nyingi ambazo kwamba tunastafidi katika mwezi kama huu na tunazipata katika shahru siyam, ni tabia ya subira. Shahru sawmi ama shahru sabri, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Na subra ni moja katika mambo makubwa sana ambayo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala ametuamrisha alipotuambia ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, isbiru ambaye kwanza imekuja hapa, subirini, jipambeni na subira. Bali Mola subhanahu wa ta'ala katubainishia katika kitabu chake kuwa yeye anawapenda wale ambao kwamba wanajipamba na subra. Akatuambia wallahu yuhibbu as-sabirin, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kusubiri. Nani huyu ambaye kwamba hataki kuingia katika jumla ya wanaopendwa na Mola subhanahu wa ta'ala? Haitoshi hivyo, bali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akathibitisha mahia yake pamoja na wenye kusubiri, kwa yuko pamoja nao. Akasema inna Allaha ma'a as-sabirin, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale wenye kusubiri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake iliyopokewa na Imam Bukhari kutoka kwa Sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, akatwambia wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah, na yule ambaye kwamba atafanya subira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamsubirisha. Ukijipamba na sifa ya subra, Mwenyezi Mungu atakusaidia katika hilo. Ndio wasta'inu bisabri wassala wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia wama u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri, asema hajapewa mtu kipoa, hajapewa mtu zawadi, hajapewa mtu jambo ambalo kwamba khairan ni bora zaidi, wa awsaa na ni pana zaidi, minas sabri, kuliko subira. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo kila mmoja atakana jipambe na sifa ya subra, na wala tusiingie katika wale wanaosema lisabri hudud, subira ina mipaka. Sababu kuna mwingine atasubiri kidogo mara sharepuka. Shekhe, kwa nini unafanya hivyo? Kwambia subira ina mipaka. Katika sharia subira ina mipaka. Subira ina mipaka kule kwa waimbaji, lakini katika sharia hakuna mipaka ya subira. Yule mmoja anasema saasbiru hatta ya'jaza as-sabru an sabri, saasbiru hatta yandhura Allahu fi amri, nitafanya subra mpaka ile subira yenyewe ishangae kutokana na subira yangu, ishindwe kutokana na subira yangu.
asema sayajizu hatta, nitasubiri mpaka yandhur Allahu, Mwenyezi Mungu atazame fi amri, jambo langu, yani mpaka pale Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakaponikidhia haja yangu. Na hakuna watu ambao kwamba wana ujira mkubwa kama wale wanaojipamba na subra. Mola subhanahu wa ta'ala katuambia, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika wanalipwa wale wenye kusubiri ujira wao bila ya hisab. Hapa kwenye kusubiria, Mola subhanahu wa ta'ala ametutajia aya mbili zinafanana katika Al-Qur'an Al-Karim, lakini kuna tofauti ya herufi moja takriban ndani yake. Katika surat Luqman, Mola subhanahu wa ta'ala akitoa hikaya ya Luqman al-Hakim kumpa wasia mwanawe, akamwambia wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur, subiri kwa yale ambayo kwamba yatakupata. Hakika kujipamba na sifa ya subra ni katika akhlaq za daraja ya juu. Alafu katika surat Ash-Shura Mola subhanahu wa ta'ala katuambia wala man sabara wa ghafara inna dhalika la, kuongeza lam hapa, la min azmi al-umur, yule ambaye kwamba atasubiri na akasamehe, hakika katika hilo akaongeza lam ya taukidi, hakika ni moja katika akhlaq za daraja ya juu. Nini tofauti kati ya aya mbili hizi? Maulama wanaswambia sabru iliyokusudiwa pale mwanzo ni sabru kwa masaibu yanayokujia kutokana na akdari za Mola subhanahu wa ta'ala. Umepatwa na maradhi, umefaliwa na mtu, amepata ajali wa karibu wako, ukisubiri ni katika azm al-umur. Lakini sasa kuna yale mengine ambayo kwamba yanasababishwa na mtu, yani anakuja mtu anakufanyia madhara, anakuja mtu anakusababishia mashakil. Hapa kutakana jambo la ziada, sio sabri peke yake. Mola sema wala man sabara wa ghafara, yule ambaye kwamba atasubiri kisha akasamehe. Pazito kidogo, kwa sababu hapa kwanza kwa kusubiri kwenye hatuwezi. Mwenyezi Mungu atuambia walkadhimina alghaidha, wenye kuzuia hasira zao. Yani wewe mtu amekosea, kwa mfano kuja mtu akakupiga kibao, kisheria una haki na wewe kurudisha, alainu bil ain. Muhimu usiongeze tu zaidi ya kile alichokufanya. Kisheria una haki ya kurudisha, lakini Mola huyo aliyoweka hiyo sheria anakuambia walkadhimina alghaidha, wenye kuzuia hasira zao zuia, walafina anin nasi, na wenye kuwasamehe watu, ndio wala man sabara wa ghafara. Kisha Mola subhanahu wa ta'ala sema nini? Walafina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yani baada ya kuwa umejizuia kwanza, hukurudisha uovu kwa uovu, na juu yake ukasamehe, katoa kabisa, hutaki kuweka kitu katika kifua chako, na juu yake ukamfanyia wema. Wajua huyu amenisababishia mashaki na bado namtangulizia khair. Makamu si ya kawaida. Lilimtokea Sayyiduna Ali Zainul Abidin, kitukuu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfanyikazi wake amebeba maji ya moto, yakaanguka yakamwangukia mtoto wake mchanga, akafariki. Maji moto sana. Kama mwanadamu likitokea kama hilo, bila shaka utakasirika. Sura zimebadilika za Sayyidina Ali Zainul Abidin. Yule kijakazi anamsomea aya, mwambia wal kadhimin alghaidha, amwambia kadhamtu ghaidhi, nimezuia hasira zangu. Amwambia wal afina anin nas, wenye kusamehe watu, amwambia afauna anki, tumekusamehe. Anaona mashallah, pateremka vizuri hapa, wacha nipatilize. Amwambia wallahu yuhibbul muhsinin, na Mwenyezi Mungu apenda muhsinun. Amwambia idhhabi fa anti hurra, nenda nimekuacha huru. Kutoka amemulia mtoto mpaka amefika katika kuacha huru, lakini si yoyote ambaye kwamba anaweza kufika daraja hiyo. Lakini pale utakapopiga moyo wako konde, ukajipinda, ukajipamba na sifa kama hiyo, wallahi utafaulu tena katika mingi sana, na Mwenyezi Mungu atakuangazia njia yako na atakufungulia kila mlango wa khairi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupambe na sifa ya subra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala situtoe katika mwezi wa Ramadhan isipokuwa nyoyo zetu zimepambika na khuluq kama hii adhimu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.